Karibu tena mtazamaji, leo tuko Keroka, Destiny Impact Media. Tumetembelea mkulima wetu hapa, anaitwa Daniel, na nataka niwaambie kuwa ako na kuku, ako na ng'ombe. Yeye ni mkulima hadi wa shambani, vitu vya shambani, na bado ako na mbuzi. Lakini kwa sasa hivi nataka nimpatie nafasi aseme jina ili tuende kuona kuku kwanza, ndio tuone ng'ombe baadaye. Asante. Karibu sana Daniel. Asante sana. Kwa majina yangu ni Daniel Maroko Maganga. Utanaitwa ndio. Okay. Sasa ndio hujatuambia ulitoa wapi? Nitakwambia ndio. Jina kubwa. Sio jina rahisi hivyo. Sio jina rahisi hivyo. Hapana, na nimetoka mbali. Nimesikia kila mtu anakuita ndio. Kila mahali kuita Keroka ndio. Ukienda church ndio. Ukienda shuleni ndio. Nyumbani hata watu wangu wanaita ndio. Okay. Ndio jina yangu kamili. Ukinitafuta mahali popote utapata ndio. Okay. Sasa utatuambia baadaye. Baadaye tuambia maana hiyo jina. Lakini kwa sasa nataka tuende tuone kuku na utueleze sana. Karibu sana. Haya. Sasa unaweza fungulia at least mtazamaji aone. Tuone kuku zako. Kuku zangu hizo. Ndio hizi sasa. Hapa ni kwa Daniel mtazamaji. Na hizi ndizo kuku zake. Sasa hii ndio mali yangu sasa. Ndio mali yako. Kuna kuku kubwa, kuna ndogo. Sasa ndio kazi nafanya hapa sana. Ndio inalisha mimi chakula. Ndio inalisha wewe. Ndio inalisha hii mimi. Na unatumia chakula gani haswa? Chakula yangu sana, mimi ninaunda chakula yangu. Unaunda yako? Naunda yangu. Kwa hiyo nipata ya kununua ni bei kali sana. Nikaamua kutengeneza yangu. Sasa chakula yangu mimi natengeneza mimi mwenyewe. Niko na mpango na watengeneza paka na mali. Hadi chick mash unatengeneza? Yote mimi natengeneza. Growers natengeneza chakula yangu. Haya, na ziko tu sawa hivi. Ziko sawa tu. Si Mungu amekubariki. Kama mashine ya kusiaga. Alafu mingine madini mengine nanunua na kuja najanga. Unachanganya. Niko na formula. Uko na formula? Niko na formula ya kuchanganya. Okay, cool. Haya, umeenda mbali Daniel bwana. Uko na formula ya kila chakula. Kama ni layers uko na formula yake. Kama ni chicken niko yake. Hadi ratio venye unaweka. Niko nayo. Na kilo zote niko nazo. Na kilo zote uko nazo. Sasa unakoroganga kiasi gani kila siku sasa? Sasa sio kila siku. Ninakoroga kama wiki moja. Kwa wiki moja. Kwa wiki moja. Sasa kama hizi kama 120 kg nakoroga kwa wiki moja. Kwa wiki moja. Zinakula 120 kg kwa wiki moja. Okay. Yani siko kwa ni 180 nikwambia. Sasa ninakoroga tu once kwa wiki moja. Kwa wiki moja. Alafu nina stage kukula. Haya. Siona kazi iko. Ndio najaribu bwana. Unajaribu sana. Kazi ndio. Wakati zimekuwa mgonjwa, unafanya aje? Sasa wakati mgonjwa, kuna dawa natumia. Sana natumia dawa ya kienyeji na nikiwa nimesiri kabisa. Unaenda unanunua ya Agrovet. Natumia. Lakini sana natumia ya kienyeji. Alafu vaccination huwa umefanya? Nasikia kuna vaccination lazima ufanye. Kuanzia day 1 kuelekea paka hata sikuwa imestart hivi na fanya vaccination. Imestart hivi umeshafanya vaccination. Hivyo. Na uko na daktari mwenye anakufanyia kazi? Ndio. Sina daktari sana vile, lakini kuna Agrovet zingine naenda wanakueleza. Naenda kama aina kwa hapo wanaeleza. Na hapo wanaeleza. Sasa nikuja mimi mwenyewe na najua kazi. Sasa labda utuambie changamoto zenye unapitia ukifuga hizi kuku. Changamoto kwanza. Nikwambia ya kwanza nanunua mayai inakataa. Ya watu inakataa. Haikongoi mayai. Mayai itoki vizuri. Ya pili, chakula ya kampuni ni bei kali sana. Kuweka hivi mpaka ikue, lazima upate umejipanga mzuri. Usipopata pesa, utaweza kufanya hivi. Ndio nikaenda kwa watu wengine, kwa sababu wengine wakanieleza, hizi vitu vinafanywa hivi. Nunua hii ili unajitengenezea chakula. Sasa hata kama sasa nikipata sina ile nyingine, yani ya kuchanganya. Sasa kukata mahindi paka yake, nitengeneza mahindi paka yake, niruhusu. Lakini kwa muda mchache tena nikipata pesa, changanya tena ziendelee. Lakini kumbuka ile chakula nyingine, ukikupatia ile chakula nyingine, alafu rudi kwa hii. Zitakufa zote. Zinakufa zote. Lakini sasa ukikuwa
umesiunda na hii. Yaani tumesoa hii chakula. Hiyo chakula. Basi zitakuwa mzuri. Zitakuwa mzuri. So uwezi chukua ile ya duka uchanganye na hii hapa. Lakini kwanza kabisa faranga ilikuwa chini kabisa. Ile wiki moja. Na sasa kwa bahati yangu chakula ya nguvu. Ile ya duka sasa unaenda unachukua. Kuna nguvu ile. Kama wiki mbili hivi na ileta inapatia nguvu na iboost. Na kwa bahati yangu halafu wiki tatu hivi unaweza kuchanganya kidogo kidogo. Zinaanza kuzoea. Kidogo kidogo. Alafu hiyo kiisha. Alafu unaacha sasa. Unaacha na hiyo nenda yako. Sasa kuna vitu unanunua kama sunflower. Soya, cotton, mesham. Ni mingi zitakueleza baadaye. Na unanunua kutoka wapi? Kisita au na? Hapa nimetafuta sana, kwetu hapa ni bei kali. Lakini kwa jamaa wengine wanauza huko Nakuru. Huwa wanaletea mpaka hapa. Unaweka order. Unaweka order kutoka Nakuru, pale mpaka Keroka. Hivi Keroka na Riba leta hapa. Okay. Sasa ulipatana aje na hao watu wa Nakuru? Hao watu wa Nakuru nilikuwa tu kwa Facebook. Nikaangalia kwa baadhi nikapika simu hapo. Wakakuja. Nikakutana na wao. Wakaeleza shida yangu, wananiambia wanafanya. Waenda kufanya kazi na wao. Hata leo hivi watanipigia simu. Wanaenda chakula. Wakuletea chakula. Tuesday. Wanaenda chakula. Alafu Monday tunaweka order. Alafu inakuja Tuesday. Bana Daniel umeenda mbali. Sasa nikujaribu. Maisha yao unajua nayo ni ngumu. Usipojipanga itakupanga. Utaweza, itakupanga kabisa. Hivyo sasa nataka tuende kwa Incubeta kwanza. Tuende tuione. Hii iko sawa. Unaona huko iko? Ziko sawa bwana Daniel. Ulisema unataka ufuge za mayai? Kasa kama jogoo siko. Sasa unaona kama hii hana jogoo hii. Hii ikifika miezi 5-6 hii iwe ya nyama. Hii ikifika miezi 3-4, yaani miezi 5-6 meweka mayai. Hiyo mayai ndio natumia kwa kuongoa. Kwa kuweka kwa incubator yako. Kwa incubator yangu. Okay. Unaona sasa? Sawa. Ni hivyo. Sasa mtazamaji, tunataka tuende kwa incubator yake atuonyeshe jinsi anaweka mayai. Hivyo. Haya twende. Mtazamaji, tena tumerudi, tumemalizana na kuku sasa. Sasa tunataka Daniel atuingize kwa ng'ombe zake. Daniel, si uko ready sasa? Karibu sana. Tuingie sasa. Tuingie kwa ng'ombe. Sasa ndio shamba yako ya ng'ombe. Inaitwa Unity. Inaitwa Unity ya ng'ombe. Hata ingawa sio ng'ombe kubwa vile. Mtaona tu ng'ombe. Sasa ile ndama. Unaweka maji. So hii ndio maji natumia ya ng'ombe. Na kutoa hapa ndani. Zaidi. Songa ndani. Sasa hapa ndani niko na ng'ombe 6. 7 mpaka ng'ombe ndogo. Kuna ng'ombe ya kukamuliwa na kuna ng'ombe sio kamuliwa. Sawa. Naona umezitengenezea vizuri. Najaribu sana. Ingawa sijafikia lakini najaribu. Hii bado au kamui? Hii ndio nakamuliwa sasa hii. Sasa kwa sasa ndio na maziwa mengi kushinda zingine. Sasa Daniel, ulikuja aje na hii kitu? Hii idea ya farming. Yaani kuna mali kwa natembea tu. Nikaona watu wanafuga ng'ombe. Na mimi nikatamani nifuge ng'ombe. Maana kufuga ng'ombe nikaanza ng'ombe nyingine ya chini sana. Ng'ombe nyingine ya chini sana ilikuwa kama farasi tu hivi. Na ng'ombe niliwa 10,000 wakati huo. Nilikuwa nafanya kazi mahali fulani. Chama mwingine akaniambia kuna ng'ombe kandama na 5,000. Nikaamua kununua ng'ombe 5,000. Lakini jamaa mwingine mwalimu akasikia habari akaniambia bana, hiyo ng'ombe haitakusaidia. Na ng'ombe hata kama ni ng'ombe moja itakusaidia. Hiyo jamaa akanisaidia, nikanunua ng'ombe 10,000, ngawa ilikuwa ng'ombe ya chini sana. Nikaanza kuwa na hiyo ng'ombe tu hivyo. Na hiyo ng'ombe sasa, hiyo ng'ombe ninasema ndio hii kaba ya ng'ombe ya 10,000. Ndio hii naona hiyo. Ndio hii. Sio ndio hii, lakini hiyo ng'ombe ndiye mali soda ng'ombe. Sasa hiyo ng'ombe ndio mwenye ipo sasa hiyo ng'ombe. Sasa ulikuja ukaiuza. Hiyo ng'ombe niliuza, nilianza kuuza, hiyo ng'ombe niliuza. Nikapata ng'ombe nyingine. Hiyo ng'ombe ndio nikauza. Sasa niko ng'ombe nyingine sasa. Ilikupea ndama ngapi hivi? Hiyo ng'ombe ya kwanza ilipatia ndama moja. Hiyo ndama moja nikauza, na hiyo ng'ombe nikauza na kwa ng'ombe hiyo ng'ombe ya pili nilinunua ni 25,000. Wewe sasa hiyo ndio imeleta sasa hata kama wengine nimenunua, lakini hiyo ng'ombe pesa ni yake bana nunua. Hata hii shamba nilinunua hapa ni ya ng'ombe. Hiyo ng'ombe ndio ilikunulia. Hii shamba yote, hiyo ng'ombe 10,000 ndio ilikunulia shamba. Ndio kwa nini nasema hivyo? Hiyo ng'ombe ndio niliuza, nikaanza kununua hii shamba.
Unajua nimeona zimeandikwa majina. Zimeandikwa majina. Sasa majina. Sasa hii ng'ombe hii imeandikwa jina inaitwa Rael. Ni mshana wangu napenda sana. Mshana wangu mdogo. Unaziita according to watoto wako? Kuna singine kwa watoto wangu na singine mahali ni store. Unaona? Sasa kama hii sasa hii ile jina ya mshana wangu mdogo. Ndio Rael. Hiyo sasa ndio Rael. Sasa hii ng'ombe nilinunua. Sinaona inaandikwa Susu. Imeandikwa Susu. Hii ng'ombe ilitoka Susu. Ndio maana inaandikwa jina Susu. Kwanza maana ya kuandika hii kitu ni kuidentify ng'ombe yako. Kama sitakuwa hapa ni mtu kutoka mahali fulani. Enda kwa boma yangu, kuna ng'ombe imekuwa mgonjwa hapo. Hauwezi ni ng'ombe gani imekuwa mgonjwa. Lazima umwambie jina. Lazima enda kwa chingwa ng'ombe inaitwa Rael. Inaitwa Susu. Inaitwa Lee Kenya. Aone Yeye amemwambia jina kwa jina na namba. Ndio nashughulikia. Alafu uko na records za hizi hawa ng'ombe wako wote? Kila ng'ombe kuna record yake. Sasa kama hii ng'ombe hii mama yake ndio hii. Hii ng'ombe yangu hii imezaa ng'ombe 8. Na bado iko hapa. Na bado iko hapa. Na sasa hizi kuna mbegu. Ingawa kuna changamoto ya ugonjwa lakini najua itapona. Itakuwa sawa. Sasa ili sasa kuna mbegu ya miezi 5. Unaona? Sio na mbegu ya miezi 5 na najua hiyo mbegu itatoka na kina friend natarajia ikipata hiyo mbegu na iuza tu. Nilikuwa nadhani iliona ndume. Niliona zile ndume na hii ng'ombe. Na hii ng'ombe ni dala ile ndume. Alafu ukiangalia hapa juu kuna ndama. Sasa ile ndama nilikuwa nanunua dogo kwako ndio hii. Hii ndama iko na karibu mwaka. Singefika mwaka kweli madam. Hii iko na karibu mwaka moja. Na sasa hii ni ya hiyo bado. Sasa unaona ng'ombe ni heifa kabisa. Na mimi hii ng'ombe zangu mbegu siweke ya ndume. Naenda kwa daktari. Kuna wasiana na yeye anakuja angalia ng'ombe. Ananiambia hii niweka hii mbegu. Ile mbegu ananiambia ndio naweka. Ndio unaweka. Okay, uko na daktari wako hapa? Niko na daktari wangu hapa. Maana anatibu hizo ng'ombe. Hata kama nimpigia simu nilikuwa nataka akuje sikumpata. Sasa tulikuwa tumeachia majina, ulituambia unaziita majina ya watoto wako. Kama hii inaitwa sasa hii bado. Sasa kuna ng'ombe nilikuwa naita Rael Cheria. Hiyo ng'ombe kwa shida gani nikaiuza. Sasa ile kitu ndio kaya Cheria, hii ng'ombe naita Cheria. Sasa hii mshahara wangu wapi? Wa pili. Hii ilikuwa ina replace Cheria akakuja hapa. Tunaona sasa. Na hii ng'ombe hii. Kuna maana hii ng'ombe nilinunua hii. Kuna maana tunaona iko na 338. Kapukateti. Hii ng'ombe nilitoa hapo. Hii ng'ombe ni kapukateti. Sasa hii ng'ombe sasa wakati nilileta ile ng'ombe nakamuliwa mara 3 wakati ile miezi 3. Kwanza asubuhi nakamua lita 5 asubuhi. Saa 7 inakamua lita 3. Jioni 2. Ile kupika sasa nifika ngapi? 3. Jioni ni 2, asubuhi 5. Alafu mchana sema 3. Mchana nisema 3. Hiyo ni 10. Hiyo ni 10. Hiyo ng'ombe ile sasa kwa hili mistake 3 inatoa litaku 10. Lakini sasa hii ng'ombe yangu ya chini hii sasa hii ng'ombe nilinunua mama yake. Sikutoa mbali ng'ombe. Nitoa kwetu hapa karibu Kenya. Kuna mtu anaitwa Kenya hapa Kenya. Hii ng'ombe nilinunua mwenyewe ng'ombe yake. Sasa mama ya hii ng'ombe aliniusia na 80,000. Mama ya hii ng'ombe. 8,000. Mama ya hii ng'ombe. Ndio ulinunua 80,000. Ndio 80,000. Hii ng'ombe ikazaa ndume 2 hapa, ndama 2. Hii na kuna ngine niliuza. Naona? Sasa hiyo ng'ombe ndio niliuza, hiyo ng'ombe yenyewe niliuza 80 ndio niliuza. Nikaona hiyo ndume yake, nikaanza kununua samba hili mara tunai sasa. Tunaona? Sasa nikaacha hii sasa. Hii ndio imekaa kwa longest ng'ombe imekaa hapa ni kwa muda mwingi
ndio imekaa hapa. Na ndio imekupea ndama 8 ulisema? Ni 8 kabisa. Sasa kwanza tumeona 3 hapa. Tumeona 3 hapa. 3 ni hii. Hiyo na ile nyingine ile ndio tuliona. Huko. Oh. Sifika 3. Hii ni susu hii. Na zingine uliuza? Zingine niliuza. Kwa nini ninauza? Ndio kuna wanafunzi watoto wangu na kuna kununua shamba. Sasa tunasema hii shamba yangu ni ya ng'ombe. Ng'ombe imekununulia shamba. Kabisa. Bana Daniel umeenda mbali. Ni hivyo. Na sasa soko ya maziwa. Soko ya maziwa. Nataka nijue sana. Unapata aje soko? Sasa soko ya maziwa haikosi. Kwanza kabisa mimi nafanya kazi kwa shule. Maziwa yangu yote ni kwa shule kwanza. Ya pili kuna watu hapa nyumbani wanahitaji maziwa sana. Unajua lita ni pesa ngapi? Lita ni kwetu hapa ni shilingi 80 lita. Ama chini kabisa ni 70. Tunaona. Kwa hivyo nilikwambia hata mtu yule wa maskini kabisa anasikia hata apata maziwa kidogo. Maziwa kidogo. Hii maziwa ya kula ugali, maziwa ya ajai, pata maziwa yako na soko. Sasa ng'ombe yenye sasa ina produce juu zaidi ni gani? Juu zaidi kwa saizi. Nimesema ni hiyo. Ni ile. Sasa iko ngapi? Sasa hiyo ni asubuhi lita 3. No, lita 5, asubuhi lita 5 hiyo. Na jioni itakuwa kama lita 4 3. Hivyo ni 8 hivi 9. Hiyo ni kwa saidi ndio ng'ombe iko juu. Alafu inafuata na hii susu. Susu iko ngapi? Susu hii sasa asubuhi iko na mbegu ya miezi 7. Na bado inakupatia maziwa. Sasa hii asubuhi natoa lita 3 asubuhi na jioni natoa lita 2. Hii ni lita 5. Zinajaribu na niko na mbegu ya miezi 7. Nadhani ikifika mwezi wa 7 hivi 7-8 tunapata tu ndama. Na kuna kandama kengine? Kuna kandama kengine hapa. Hii ndama mama yake niliuza. Nilikuwa mzee nikauza. Mama yake ndio make sure ndama imebaki. Mama yake ndio ile nianza kununua shilingi 1500 nikwambia kwanza ninunua ng'ombe 10,000. Ngoja nikanunua ng'ombe 25,000. Sasa hiyo ng'ombe 25,000 niliuza. Nikabaki na ng'ombe nyingine hapa. Ndio nikapata hii ndama. Kwa hii ndama. Okay. Sasa ile ng'ombe ya bado yangu ng'ombe ya bado ya shilingi ya 10 bado iko. Unaona ndio hii. Yaani usiona hiyo ng'ombe lakini unaona mimi sawa ya? Sinaona. Naona sasa. Sasa hii wakati mnatoa hiyo uchafu yake haiwasumbui? Sasa hiyo uchafu ni rahisi sana kutoa uchafu. Ukiwa na maji kutoa uchafu kwa ng'ombe ni rahisi sana. Na hata maji ni mwaga tu hapa, angalia huko chini. Kuna sima hapo. Inateremka kwa shamba. Inaenda shambani. Hapo kwa shamba ni yangu na nifika hapo. Na inafanya nife yangu kwa wiki 3 wiki 5 zimekuwa juu. Imekuwa juu. Hiyo ndio sasa ndio maana. Ng'ombe zako zinakula nepia peke yake? Hapana, ng'ombe zangu zinakula nepia peke yake. Nimetanga silage. Ingawa na yake kuisha lakini nitakochua masa silage siku. Niko na silage. Sasa kwanza asubuhi kwanza mapema nipata ng'ombe cheng. Chumvi na cheng asubuhi. Ya kwanza unanunuanga hiyo dairy ama unajitengenezea? Dairy mimi natengeneza mimi mwenyewe. Dairy mimi natengeneza mimi mwenyewe. Dairy mimi naleta mixture, naleta cotton, naleta sunflower, naleta na chumvi, na ingine kidogo tu nachanganya. Siku inasonga. Sasa wewe ugaramiki kwa kununua chakula? Hapo nimetoka. Hapo umeshaanza. Sasa kitu nafanya sana ni daktari anisaidie mambo ya ugonjwa. Kabisa. Na mbegu. Ndio hapa sasa naenda kwa chemistry. Kwanza hapo kwa mbegu ndio nimeona wakulima wengi wanalia ng'ombe zao hazipati joto haraka. Mambo ya joto ni wewe mkulima na unahitaji ng'ombe yako ipate mbegu. Wewe kwanza. Sio unailisha kwanza. Acha na mambo ya joto. Bila kwanza unalisha ng'ombe yako. Ndio itafanya itafanya ikuwe na joto. Kwa joto. Unaipatia dairy kila siku. Na dairy gani unaipatia? Ya pili, chumvi unaipatia. Chumvi gani unaipatia? Ni chumvi gani unaipatia? Unajua ile chumvi ya ng'ombe, ile chumvi ya maziwa, na watu na ng'ombe inakuwa na joto. Sasa kama wewe ng'ombe zako unaziserve kila mwaka? Ng'ombe zangu ni kila mwaka na serve. Sasa kama hii ni kila mwaka. I miss. Okay. Japokuwa kuna moja na miss lakini sikimiss na wewe next time na kwa lazima usuri zangu zinapiga kelele. Hakuna ile iko silent. Ile yenyewe iko silent. Yote zinapiga kelele na zinasaidia. Okay. Na sasa kwa siku hiyo dairy milk zinaweza kula kiasi gani? Ng'ombe ya maziwa iko na ni yake. Ng'ombe ya maziwa iko na kiwango cha kutumia dairy milk.
kama ni ng'ombe lita 5, asubuhi unaipatia nusu kilo. Nusu kilo. Na jioni unaipatia nusu kilo. Kwa hivyo kufika siku inamaliza nini? Inamaliza kilo. Umeelewana kweli? Kwa siku ni kilo. Kwa siku ni kilo. Asubuhi nusu, jioni nusu. Kwa siku ni kilo. Hiyo ni ng'ombe ya maziwa. Ya lita 5. Yaani ng'ombe zinaendelea kuwa na maziwa mengi. Venye unaongeza. Venye naongeza. Oh, nimeelewa sasa. Nimeelewa. Venye inaongeza, venye wewe pia unaongeza. Wewe unaongeza. Alafu naona ni kama chakula venye imewekwa huko inageuka. Inageuka. Yaani hapa ni penye zinalala. Hapa ndo zinalala na maji hapa ya kukunywa. Oh, hapo ni maji. Huko mbele huko ni maji na penye zinapumzika. Na penye zinapumzikia. So unaona sasa chakula ikiweka hapo ndani zinageuka kwenda huko. Okay. Hii ng'ombe hii iko na mbegu kubwa sana hii. Iko na mbegu ya pesa ngapi? Nadhani ikifika mwezi wa 5, mwezi wa 5 itanipatia ndama. Daniel, wewe uko sawa. Niko jaribu tu maisha. Umeinvest. Maisha niko jaribu. Sasa usiku ikifika zinakuja zinalala. Usiku zote zinaenda hapa ndani. Japokuwa hii nilipata hii inasumbuka sana. Ndio maana nikafungusa hii moja ilala hapa, moja ilala pande. Lakini zingine zote zinaingia ndani. Sasa challenges, nataka nijue changamoto. Changamoto ni mingi sana. Wenye unapitia kwa hii. Kweli changamoto kwanza kabisa hapa Kisii. Chakula kwanza kabisa chakula inahitaji ipate ng'ombe itakalo kukula chakula mbichi. Nyasi nefi sio mbichi, itakalo kuwa mbichi. Chakula imekauka. Tunaona? Yaani hiyo chakula imekauka napata ng'ombe kiwe ya kunywa maji mingi. Alafu sasa hizi kidogo sasa hizi. Na sasa hizi umeona amelala ni chakula sasa hizi na ameiwekea sasa hizi. Tumeona hata hivyo. Ameiwekea sasa. Sasa hiyo ng'ombe itakunywa maji mingi, haitakunywa maji. Itakula chakula mingi na iweke hizi maji mingi. Okay. Wakati inapewa chakula mbichi. Wakati inapewa chakula mbichi. Tena wakati inapewa chakula imekauka, inakula chakula kidogo na inakunywa maji mingi. Sasa kwa nini sasa mimi nasema hivyo? Kwa sababu hapa tuna shamba. Okay. Lazima nikaramike nitafute shamba mahali iko kubwa, niweke nevi ama niweke mahindi. Nitengeneze silage. Kama ingekuwa na silage mingi, sasa ng'ombe ingekula silage peke yake. Alafu hii nevi inaipata tu kidogo ili yani ifanye digestion iwe rahisi. Kwa hivyo ukipata ng'ombe yako imekauka, inakunywa maji. Ama ukipatia hay inakunywa maji. Zako zinatumianga hadi hay. Hadi zinatumika. Lakini sasa umepanda hiyo nyasi ya hay ama unanunua? Huwa nanunua. Kuna wakati nilipanda hapa kwetu ifanye mzuri sana vile. Hapa kwetu ifanye mzuri vile. Hapa Boma Road sazime? Zinamea lakini ile tu yasimei mzuri. Lakini venye nimeangalia mchanga ya kwenu iko sandy, mchanga hivi. Hivyo. Ulifaje ukapata hii site? Unajua pia kuweka ng'ombe lazima upate location. Kuna drainage mzuri hivi. Ulifaje ukapata hii site? Sasa hii site ni Mungu tu ananisaidia. Hata sikuwa na mpango hii. Yaani kwamba kwanza nilinunua ng'ombe kwangu ikaa kwangu huko mahali nilikuwa nyasa kwangu. Huko juu. Niliona kuku. Sasa nimepata hii shamba nikafikia nikiweka ng'ombe na hii shamba haikuwa na rutuba sana. Kabisa. Yaani ilikuwa inakuwa mzuri hapa. Lakini nikafikiri niweke ng'ombe juu. Maji kitamuka chini. Hii ng'ombe itakuwa na rutuba. Kabisa. Sasa wewe ikishatoa samadi unaweka maji kwa shambani. Alafu nefi inakuwa juu. Na unajua kuna vitu vingine Mungu tu anakuelekeza, yani hauna mpango lakini mpango inakuja. Lakini mpango ya Mungu tu inakuja. Wakati utarajii. Sasa sijui kama tungeenda tuone ile mashine yao. Sasa huko pande ile ni maji chakula inawekwa ndio nakatatia nini ya ng'ombe, chakula ya ng'ombe. Sasa naomba tuende huko hata kama kuna stima tuende shamba tuendelee huko. Tuangalie ng'ombe. Wenye unaweka hizo zako. Fungua basi mlango. Ndio kubadia mfanyakazi kweli. Uwezi. Hata kitu haka. Na hapa juu. Hii shamba tena ng'ombe ndio. Hii kitu ni yangu hii. Paka kwa juu. Sasa hii ni iko 50 by 150. Yote mpaka juu ni ng'ombe imekununulia. Hiyo ni ng'ombe. Sio kazi. Hii ng'ombe ziko na faida nzuri. Sio kudanganyi. Ng'ombe iko na faida. Iko na faida. Umeona faida. Kwanza ng'ombe masamati yenyewe ni faida kwa mtu. Sio naona hapa jini.
So kwani? Tunataka tuone hapo penye. Unaingia ndani kwa ndani tunaingia kwanza ama tuingia hapa chini uone kwanza? Yaona tu venye umeweka maji inateremka. Aha. Tuone venye imemea. Sasa hiyo maji yanateremkia hapo. Inateremsha hivyo. Tunaona? Inakuwa mbolea. Tunaona maji kuna sima hapo. Okay. Hapa. Ndio ndani hapa. Maji sasa inafika hapo na teremka. Sasa mimi naelekea tu. Nataka ienda hapa na wewe. Zako unaona vile ziko kubwa. Tunaona hata ndizi imekuwa. Hapa hakuwa kitu kuna kuanga hapa. Ilikuwa mjangara. Tunaona hata ni mjangara hapa gani? Hata kwa shule hapo. Tunaona hata nini shule imeleta hapa. Ile ni uchafu wanatupa kwa shule. Mimi naleta hapa. Inakuwa mbolea. Inakuwa mbolea yako. Tunaona? Ni hivyo. Sasa hii maji inatoka hapo mpaka huko chini. Kwa hiyo ni hivyo. Lazima ifike hapo. Na direct tu. Na direct mpaka ifike hapo. Na inaenda ingine kwa mandizi. Napata nini kwa mandizi? Tunaona ndizi. Hapa ni mlima, sio hapa nilisema ni mlima. Nadhani mlima kitu nataka kama hii kwa mlima. Unajua kwanza ninataka nijue aje Daniel, wakati mvua inanyesha. Unajua huwa inachukuanga mchanga. Una survive aje? Poa sana. Tunaona kwa hiyo ndizi ni mitaro. Inaingia ndani. Inaingia ndani. Chini ni mtaro. Inaingia ndani. Wafuta na nitana. Okay. Sasa wewe hauna changamoto mvua ikinyesha? Hata kidogo. Okay. Hapo na ulipiga hesabu. Sasa unaona nilianzia hapa, hii ni mtaro hii. Kwa hiyo ndizi ni mtaro ika hapo, maji inaingia hapo. Ikienda chini kidogo ni mtaro, maji inaingia hapo. Chini kidogo ni mtaro. Sasa ile nguvu imeisha. Sasa hiyo mitaro hata ndio imekusaidia sana. Kabisa. Sasa hiyo maji inasimama, chakula tena nguvu kwa chakula. Kabisa. Mtazamaji nakwambia mambo ziko hapa leo. Ndio. Ni mambo mzuri. Anaitwa Daniel. Tena wanamuita ndio. Wanamuita ndio. Sasa tuone venye umeweka chakula zako. Chakula zangu. Kuna watu nilikuwa wanaona sasa inyanzi hii sasa kwanza hii mashine ni ile tu kuna stima. Hii mashine ile chef kata hii. Changamoto kubwa hata naona ni kama ni stima inawasumbua. Stima ndio iko na shida kabisa hapa. Sasa hii ndio nakalia chakula. Hiyo ndio inawakatia hiyo. Ndio sinaona sasa kuna nyingine makato hapa. Usuri kuna nyingine makato hapa. Naona vile makato hii. Sasa ndio ikikato hivi. As waste chakula. As waste chakula. Lakini sasa uweka hivi zinaangusa. Tunaona? Nimeona. Sasa hiyo ndio changamoto. Sasa kama ningekuwa na stima saa hizi, toka jana mkono. Inanikatia tu haraka sana tena naenda. Alafu hiyo kuna mashine hapo juu. Kuna mashine ya kutengeneza changa sasa ya ng'ombe ya kuku. Ya dairy mill na. Ya dairy mill sasa ndio hata mahindi hapo na siaga hapo. Na adresi yangu nilikwambia nachanganya ng'ombe inakuwa. Alafu sasa venye zinapiga kelele hazipeangi ng'ombe stress. Gani? Hii mashine. Hapana, sisi zimezoea. Sawa, zimezoea. Sasa hapa ni kwao. Sasa zimezoea mashine hizo nafanya kazi vina hivi. Sasa kuna chakula nilikwambia ile ya kutengenezwa. Ile ya kutengenezwa. Nilikwambia inaitwaje? Ile yenye nilisema kwa unaleta cotton. Sio hiyo nilikwambia ni chenge sasa nisema. Hiyo ni chenge. Kuna chakula nilikwambia tunatengeneza inakauka. Ile silage. Sasa ukiangalia hapo juu ni kama nimeo silage lakini inaelekea kuisha. Kuna watu wanatimba chimo wanatengeneza sasa nini? Wanaitengeneza. Mimi nimesema hiyo sio chimo nimejenga. Nimeona kitu kama chimo. Ili decompose ndani. Hivyo. Sasa hapo ndani kuna chakula hapo ndani ukiangalia nyuma kabisa kuna chakula. Nimeona sasa. Kuna chakula. Sasa hiyo naitoa tu asubuhi, naitoa tu kidogo. Si kama nitafikia kuona kile. Nasikianga hii silage. Wewe utafika tu, mimi nitafika. Iko nutritious sana. Tunaona. Sasa hii kama ilikuwa na nini sasa hii ndio. Hapo ndio umeiweka. Sasa ndio nilikwambia naitwa silage. Sasa silage inaunda na nikata hapa nilikuwa na nini na mahindi nimekuwa miezi 3 ile miezi 3 sasa nilikuwa nimefika miezi 2 kuenda kumaliza na ikataka naweka hapa ndani. Alafu na pia unaweka ikimaliza 21 days na baadaye ng'ombe na naweka malasi na kuna ile nyingine inaitwa kubakura gold. Unajua kubakura ile sasa ndio nachanganya na hii kubakura malasi ndio nachanganya alafu nakanya kabisa ili baridi isiingie ndani. Alafu naweka kwa kazi kama hii. Sasa inakusaidia ng'ombe nakula mapema asubuhi. Ili kunywa maji. Nibadia kama ndoo moja ndoo mbili nakula. Kuelekea chuoni na ibadia hii
nevia ya shop imekatwa siku mbili tatu chini. Hivyo. Oh, sasa hapa hujaweka nepia ndani. Ndio hii sio mahindi, hii ni nepia. Oh, sasa ulitumia nepia peke yake. Kwa nini nikwambia? Mahindi. Sina mahindi. Sina shamba ya kupanda mahindi, lakini nafikiria sana. Uwe na shamba. Kwa hapa mbele nitakuwa na shamba ya kupanda nini? Mahindi. Na sasa ukipanda mahindi, hii ng'ombe zangu siona sasa sio na maziwa ya lita 10. Najua sitaongeza lita 5. Siku 15. Kwa vile mahindi iko na nutrients mingi kuliko nepia. Kuliko nevi. Sana unatufunza sasa. Unajua? Ni hivyo, ni hivyo. Sasa ukishatengeneza hiyo silage inaweza kuchukua masiku ngapi? Ni inafuata ni ng'ombe ngapi uko nazo. Okay, ulisema zinakula ndoo moja moja kila siku kama hivi. Sasa wewe vile mimi sasa nilikuwa na chakula mingi na hata 3. Kwa vile sina chakula sasa naiweka tu kidogo tu ili isongeza maziwa. Sio masiku. Masiku za hiyo silage. Hivyo sasa. Nimeelewa sana. Sasa tumeelewa sasa silage ndio hii, lakini inaelekea kuisha. Na hii ndio ile mashine yako unatengenezea kuku chakula. Lakini imekula hii mashine yangu anasema kuku chakula na hii ng'ombe bado. Sasa ukiangalia hivi, unaona pesa ngapi sasa hivi zenye umetumia? Kwa hapa ndani. Juu kuna machine, kuna kujenga, kuna hii pia. Haki ya Mungu, ni ile tutaweka chini, nipige hesabu. Lakini nipige hesabu mzuri tu, kwa tu kama milioni 2, lakini sijaona. Hujaona. Sijapiga hesabu lakini zitafika hapo. Nilikuwa nasema hivyo. Kuna ng'ombe hapo. Hadi 80,000 ndio tuambie. Kuna ile hata unaona hiyo susu. Hiyo ni 120,000. Unaona sasa hapo unaona pesa. Sasa tuseme ukitaka kuuza kuna yenye ulituambia hii. Kisha kupatia ndama moja utauza. Unaweza uza pesa ngapi? Hiyo ng'ombe ikiwa mtu mzuri kabisa. Mtu anipatie 90 nitampatia. Utampatia. Hiyo ni wakati iko mbaya sana. Mbaya sana kabisa, lakini kama mzuri ni 100. Kwa vile najua ipata ndama ndio ikaikuwa na nguvu ili sasa watu wanyama wakiona kila mtu anatamani. Sasa nilikuwa nataka utuambie una plan ku upgrade nini yako? Jinaona ile umesema imezeeka utakuja inaitoa. Una plan ku upgrade kabisa. Sasa kuanzia mwezi huu kuna ng'ombe yangu zitachi mbegu. Sitaweka mbegu ya chini. Naweka mbegu ya juu kuanzia 6,000 kuelekea juu. Ile ng'ombe nibatie mbegu nyingine tofauti na yangu. Na hiyo ng'ombe hii sasa ndama najua itazaa ndama ya kike. Ile ndama ya kike nayo ikiwa nayo iweka mbegu ya juu. Sasa kuja wakati mwingine utapata ng'ombe sio hizi. Ni zingine. Sasa tulianza nikwambia ni ng'ombe ya chini. Na sasa ni zingine zika hapa. Nimeupgrade hata kidogo. Unaona hata wewe kidogo. Si kwanza na hizi. Kwa hivyo naendelea kupanda pole. Na nini sasa ile kufanya ukachagua Fresian ndio sijaona Asia? Asia kweli ni mzuri. Ni ile tu ina maziwa mingi. Ndio maana ukachagua hivi. Na mimi nataka maziwa niuze nifanye project zingine. Nimeelewa. Je, nimepita? Hujaona? Ni kweli. Na uko na plan za kuleta hiyo Asia? Asia si kuleta. Sio kununua. Utaleta mbegu. Ya hiyo Asia. Niweke ng'ombe yako. Niweke ng'ombe moja hapa. Ndio nikuwe na Asia. Nimeelewa. Ndio naelewa. Sasa nadhani ng'ombe haina mbegu hapa ni moja peke yake. Hii peke yake. Ndio ina mbegu. Sasa nikwambia next month najua nitahitaji mbegu. Nenda iweke mbegu. Sasa tuseme miaka 5 hivi zinakuja, unataka kujiona ukiwa wapi na hii ukulima? Kweli miaka 5 ijayo nataka nisonge tena mbele. Sasa nikwambia niko na ng'ombe yangu ya lita 10. Miaka 5 ijayo nataka niwe kwa lita 20. Ikibidi sana niwe 25. Na Mungu najua Mungu atanipatia. Sasa unataka ufike at least kila ng'ombe yako iwe ikikupatia 20. Hivyo sasa ndio kwa nitashukuru Mungu wangu sana. Kwa siku ulisema unauza maziwa inatoshana aje ukipiga hesabu? Kwa pesa ama kwa lita? Kwa lita. Sasa kwa pesa si ulituambia lita moja ni 80? Sasa kwa siku ng'ombe inakuwa mzuri tu nauza lita 25. Lita 30 kwa siku. Okay. 25, 30 hapo. Ni kwa siku mzima. Asubuhi na jioni. Sasa unajua unapata kama sisi vijana tunatakanga
kuanza ukulima hivi. Unaweza tuambia aje sasa tuanze aje? Ni rahisi sana kuanza. Rahisi sana kuanza. Kwanza kabisa wewe watu wangana na ng'ombe kwanza. Achana kuangana na ng'ombe kabisa kama una pesa. Achia kitu ya chini. Anzia chini upata kama ni kuku hivi 5. Kuchuuze hiyo kuku, ulete ya mbuzi ama kondoo. Ukimaliza hiyo kondoo usi imefika 5 10, ununua ng'ombe sasa. Okay. Ukinunua ng'ombe sasa watu ununua ng'ombe ya bei kali, atu wanataka mimi nataka ng'ombe ya 100 180. Ukianzia hata ya 30 hata ya 20. Kama wewe ulianzia ya 10. Sasa mimi nianzia ya 10. Ukiendelea kwenda juu hadi uko na ya 120. Si ndio kama ya 120. Mpaka unajua ng'ombe nikwambia 120 hiyo ni ng'ombe yake. Transport ilikuwa 20. Hiyo ng'ombe ilikuwa na nini na ni 140 kufika hapa kwangu. Unaona? Na hiyo ng'ombe sio pesa yangu ndio kwa mfuko. Ni ng'ombe nyingine, naleta ng'ombe nyingine. Unaona? Sasa ukiziangalia hivi unasikianga aje? Ai, ng'ombe yangu kwa mgonjwa na mimi nakuwa mgonjwa. Sasa kama tangu juzi una stress sana. Nilikuwa frustrated sana. Yaani kuna stress mingi. Kwa vile ng'ombe yangu ilikuwa mgonjwa. Hiyo yenye kwa mgonjwa inaitwa hiyo inaitwa likenye. Inaitwa likenye. Likenye kuna mbele ya 500 na ikuwe mgonjwa na ndio ng'ombe yangu ya poma kabisa. Nilikuwa na stress sana. Lakini nilikuwa na kumbe kuwa na shida ndio namba Mungu wako sana. Sikuwa na dada. Nilikuwa na Mungu wake usiniepise. Usiniepise Mungu wangu. Na si wangu anakuambia. Sasa nilipokuja hapa hapa ndani kuna ndume hapa ndani. Na hizo ndume ni 3. Sikuwa ndume 4, moja nimeuza. Ile yenye ulituambia. Nilikwambia. Hizo ndume sika hapa, na sasa ng'ombe sika hapa. Okay. Sio nimenunua. Ile likenye ndume yake ika hapa. Ile nilikwambia inaitwa Jeria ndume yake ika hapa. Ile nilikwambia inaitwa Susu ndume yake ika hapa. Kwa hivyo siko ndume 3 hapa ndani. Tupeleke mtazamaji aone hizo ndume. Sasa hapa niliamua kustoa huko. Kwa sababu sana huko ndani. Kama kwa janga kitu ya temporary. Sasa hii ni temporary kitu ika hapa. Okay. Unakuja kuzijengea sasa. Ndio sijengea mzuri. Sijengea mzuri. Okay. Sasa hii ndume hii ndio ile ng'ombe kubwa nikwambia. Na zinagonga watu? Asigonge kabisa. Asigonge, hakuna ng'ombe anagonga hapa pamoja hapa. Sasa hii nikwambia ndio ile iko kubwa. Ndio kubwa kwa hii ng'ombe sote kwa ndume sote ndio kubwa sasa hapa. Hata watu wanaleta ng'ombe hapa inawasaidia. Ile ng'ombe nikwambia ile Kenya, hiyo ndume yake hii. Ile nikwambia ile Kenya. Hiyo ndume yake. Ile nikwambia Susu. Swacha, wacha jinga. Jinga tarako. Susu ndume yake ndio hii. Ndume yake ndio hii. Sasa ile nikwambia ile ya msichana wangu inaitwa jina msichana wangu. Ndio hii. Okay. Ingawa nilikuwa na shida lakini hapana, hakuna shida hata kidogo. Nimwambia kuna ng'ombe iko na shida. Wewe ng'ombe mna gani? Nimwambia hakuna shida. Wewe kwa unaoga bwana. Kumbe watafuga ng'ombe. Sasa utaona kufuga ng'ombe? Unaweza kuja itu. Hapana. Nikwambia ukweli kabisa. Hakuna ng'ombe napiga hapa. Sasa hata chakula yake ni rahisi kwa hiyo kwa ndume chakula yake ni rahisi. Kwa nini chakula yake iko rahisi? Ile mapaki ya ile ng'ombe ndio unaziletea hapa zinakula hapa. Mapaki ya ile ng'ombe. Kuna mapaki ng'ombe na paki huko, tunaileta hapa. Na zinakula mzuri sana, zinamaliza haraka. Na sasa umesema wakulima wanaleta ng'ombe zao hapa zinakuwa safi. Hiyo pia ni pesa wanakulipa aje? Lazima nibazie 500. Ini 500 ndibadia. Akienda ng'ombe mkiko hapo hivi. Namwambia kansa 500 kwanza 500 ili nifungie ndume yangu. Sasa mimi naliza. Na ikisafu ng'ombe lazima nibazie ni tipu. Kwa hiyo kutokana na ugonjwa fulani. Na sitaki kuwa na hiyo ugonjwa. Nataka hii ndume ikue, nibazie pesa, nilipe watoto wangu shule. Nibazie karo bwana. Allah. Ni hivyo dada yangu. Enyewe umetufunza na tumefurahi sana kukutembelea. Karibu. Sasa next time tutapata ndume zimejaa. Nadhani time ukikuja hapa mtaona change. Sasa next time utaona ndume. Nimebadilisha. Sasa next time mkikuja hapa utapata hizi zinaitwa hizo ng'ombe nyingine, sio ndogo ndogo, sio ndume. Nataka kubadilisha ng'ombe, niweka ng'ombe yangu mbegu, naweka jenda. Uweke jenda sasa. Sasa niweka jenda sasa. Unachagua yenye unaenda. Sasa najua hiyo ni ng'ombe ya kike.
Okay. Kwa hiyo next time nitakuja kuona ndume. Wewe uje upate ng'ombe za kike mingi hapa ndani. Mingi sasa hapa ndani. Na hizo ng'ombe za kike ndio biashara. Mandamu usonga juu. Hakuna si wewe una wasiwasi. Asita kuumiza. Kwa hivyo si uzishike zirudi. Mwoga sana unaonaje baba? Zishike zirudi. Mwoga sana. Sasa hizi ndio mimi hiyo basi. Nadhani sikanyage. Sasa ni hivyo. Na naomba tumalizie hapa. Sasa tumemaliza. Mtazamaji amejifunza. Tena tutakuja kutembelea Daniel. Next time tupate ameleta. Lakini ukisema ndio nafurahi sana. Kwa hiyo jina ndio nimejenga mpaka nifika hapa. Hiyo jina ndio nimejenga. Ndio imekujenga. Kabisa. Hiyo sana ndio Daniel. Nimefurahi sana kwa kutuambia kuhusu hiyo ukulima yako. Na tunatumainia mtazamaji amejifunza. Na uzidi kujifunza sana mtazamaji juu saa hizi. Daniel, si ulisema unafanya kazi? Mimi nafanya kazi. Sasa hata kama unafanya kazi bado lazima tufanye ile kazi inatupatia pesa dada yangu. Kazi haita kusaidia. Kazi ile pesa mzao unapata ni kidogo. Lakini ukipata tena aso nyingine kando, hata kama unafanya kazi kubwa, pata kwa watu wengine nje ya kusaidia hata biashara ama ufugaji kusaidia. Lakini unategemea msaada wa kuachiliwa au tafaulu maishani. Na sio watu wanasoma sana waachiliwe. Lakini kuachiliwa hata kusaidia. Nasema tena kuwa na kazi nyingine nje kama yango ya kufua ng'ombe na kufua kuku ama kapesa kingine kusaidia kama kijana uende kukua. Ni sawa mtazamaji, sasa tumemalizia hapa. Tumekuwa na Daniel hapa Keroka na Mungu tu awabariki sana. Na natumai mmejifunza sana. Kwa heri. Asante sana, ndio. Barikiwe pamoja.